Habari viewers wa Precious Channel. Jamani, ninakuja tena hapa na mastori ya town nini kama mnavyojua. Na nataka nijitahidi nilete baadhi ya mastori ya town, maana nina mastori huko. Nilikuwa sijapata muda hii sikukuu nini. Kwa hiyo nataka nijitahidi nizilete kabla haya mambo ya mwaka mpya hajaanza, kwa sababu sitaweza kutengeneza hizo video mpaka hapo baadaye tutakapokuwa najua tena sikukuu imepita. Basi ndio hivyo. Nina hii story sasa hivi ambayo nataka kuiongelea kwa leo, na wapeleka sehemu za mbele nini. Basi wengi mtakuwa mnafahamu uhusiano ulikuwa ni uhusiano mkubwa sana kati ya Chris Brown na huyu binti anaitwa Karrueche. Jina lake huwa ni jina lake huwa lina utata kidogo kulitamka. Basi ndio hivyo. Sasa kama mnavyojua, hapo nyuma Chris Brown alizaa na mtu mwingine wakati bado yuko kwenye uhusiano na huyu binti. Unaona? Kwa hiyo unajua tena ukifanya mwanaume akifanya mambo kama hayo anakuwa anaogopa kumwambia mtu wake, kwa sababu anajua mtu wake atapanic ya nini, uhusiano unaweza kuvunjika. Kwa hiyo inavyoonekana labda alikuwa anamvutia muda ili aweze kumwambia nini kinaendelea. Lakini kabla mwenyewe hajamtamkia huyo mpenzi wake akawa ameona online katika ile, kuna page moja huwa ina mastori sana, huwa ina exclusive ya wasanii sana wa nchini Marekani. Basi kwa hiyo binti akawa ameona, alivyoona akawa ameshangaa, ameshtuka. Yaani jinsi ambavyo watu wa kawaida waliona na yeye aliona siku hiyo ambayo watu wengine walijua. Yaani hakujua kabla, alijua siku hiyo moja ambayo kila mtu alijua kwamba Chris Brown ana mtoto tena mkubwa. Sio kama labda mtoto mchanga kazaliwa leo, no, mkubwa. Kwa hiyo binti akawa ameumia sana, amejiuliza jamani, huyu jinsi ambavyo tunapendana, kwa sababu walimfanyia interview kwa akawa anaeleza kwamba ni jinsi ambavyo mimi na Chris Brown tunapendana nini. Hakuwa ametegemea Chris Brown angeenda kuzaa na msichana mwingine, au hakuwa ametegemea Chris Brown kuficha hii siri kwa hizi siku zote mpaka mtoto amekuwa hivi. Kwa hiyo ule dakawa, yaani kama unavyojua lazima roho ikuume nini. Kwa hiyo akawa ameamua kuvunja uhusiano. Puka pia alikuja kwenye mitandao ya kijamii akawa yaani ameelezea kwamba jinsi ambavyo amepitia nadhani mambo mengi sana na Chris Brown. Na wengi mnajua kipindi kile cha Rihanna, mara Chris Brown arudi kwa Rihanna, mara wena wote wawili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ni binti akawa kama vile amechoshwa na hiyo hali, kwa kama ameamua kuvunja uhusiano akawa amemtosa Chris Brown. Sasa Chris Brown anampenda sana huyu dada, akawa na yeye kama unavyojua ameenda kufanya mambo yake, lakini sio kwamba atampenda yule binti, anampenda. Kwa hiyo akawa amejaribu, binti alielezea akawa anampelekea mazawadi sijui nini, lakini binti akawa anakataa. Yaani alifanya vitu vingi, akawa anampigia simu, binti akawa yani hataki hata kusikia habari za Chris Brown. Basi mpaka baadaye siku moja yule binti alikuwa ameenda, kuna kama nani fulani, event fulani ilikuwa inaendelea. Kwa hiyo akawa ameenda pamoja na marafiki zake. Kwa hiyo Chris Brown akawa amefuatilia nyuma ya yule binti. Yule binti alikuwa hajui. Kwa hiyo Chris Brown akawa ameenda amefuatilia, akawa amejua kwamba yule binti hiyo siku atakuwa amekaa VIP sehemu fulani. Kwa hiyo naye akaenda akanunua tiketi pembeni kabisa ya yule binti. Kwa yule binti akawa hajui nini kinaendelea. Akawa amekuja na marafiki zake nini. Maana anashangaa Chris Brown kakaa pembeni yake. Binti na akamwona mzee nguo. Unajua tena akawa ameamua kusepa. So wakati anaondoka Chris Brown akawa anamfuatilia kwa nyuma. Ni kama vile akawa anajaribu, ni akadhani labda ule muda atapata nafasi ya kuongea naye na yule binti atakuwa amemsamehe basi. Lakini binti akawa bado msimamo wake ni ule ule. Na Chris Brown akawa ametaidi kama kujilazimisha kuingia katika
gari ambayo yule binti alikuwa anaondoka nayo, akawa amejaribu pale, marafiki zake akawa anamwambia no, usiingie katika gari, mwenyewe hataki, akawa anamwambia bwana, hebu nipishane niingie kabla hapa sija nani kabla sijafanya tukio hapa. Kwa hiyo wale ikabidi wampishe. Kwa hiyo akakaa amekaa pembeni ya yule binti Karrueche, na baadaye kukaa pembeni yake, lakini inasemekana kwamba baadaye mbele ya safari yule binti akawa amemwambia dereva amshushe. Kwa hiyo akawa ameshushwa pale, lakini bado akawa ni unajua ile hajakubali bwana itakuwaje. Akati na amemfuata kule nyumbani. Kwa ameenda tena kule nyumbani, akawa anagonga sana pale nyumbani mpaka ni majirani wakawa kuna nini tena hapa, na inasemekana mpaka majirani walipiga simu polisi, kitu kama hicho. Kwa hiyo yule binti akawa ameondoka, ameenda kuna sehemu fulani hivi kwenda kupata breakfast. Maana ule muda uko umeshafika, yani unajua ile usiku wa manane karibia asubuhi. Kwa hiyo unakuta Marekani biashara imeshaanza, watu wanauza breakfast ni katika mahoteli. Kwa hiyo akawa ameenda sehemu kupata breakfast, na Chris Brown akawa amemfuata hiyo sehemu. Kwa hiyo tena wakaenda tena huko na penyewe tena ugomvi mwingine tena umeendelea. Kwa hiyo story kwa wale ambao hawajawahi kuisikia, lakini wengi watakuwa hii story unaijua vizuri, lakini hii ni kwa wale ambao hawajawahi kuisikia. Binti ndo kama huyu mnajionea hapa picha zake. Binti ni mzuri, anavutia nini. Sasa hapa ndo unajua kabisa ni wanaume haga sijui wana vitu gani kichwani mwao. Na yani ni msichana ambaye hakuna mtu angeweza kufikiria kwamba Chris Brown anaweza akawa na yule. Kila mwanaume huwa anapenda mtu kulingana na yeye mwenyewe, anapenda mtu wa namna gani. Kwa hiyo kuna wanaume wanaopenda wasichana wafupi, kuna wanaume wanaopenda wasichana warefu, kuna wanaopenda wanene wembamba. Yaani kwa hiyo kila mtu ana type yake ambayo anapenda. Kwa hiyo kwa type ile si type ambayo Chris Brown wamemuona huko nyuma akiwa na watu wa design hiyo. Kwa hiyo watu wakawa wameshangaa kwa kweli kwamba kumbe kazana huyu sijui nini. Alafu kitu kingine pia yule dada na yeye akawa pia ameshangaa kwa sababu anasema huko nyuma wakati Chris ametoka gerezani, kipindi kile amewekwa ndani, yule dada alimwandalia surprise mpenzi wake, na yule dada alikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwepo. Kwa hiyo anasema kwamba ni msichana fulani ambaye sio kwamba ni rafiki yake, lakini ameshamuona mara kadhaa pindi akiwa labda yuko na marafiki wengine. Yaani ni rafiki kupitia rafiki wengine wa huyo ex-girlfriend wa Chris Brown. Kwa hiyo akawa ameshangaa, yani akawa amesikitika nini. Lakini binti ndo kama hivyo, kimuona Karrueche nini, na Chris Brown anampenda sana huyu binti kwa sababu tukiangalia huko nyuma hakuwahi yani kumpigania hivi hadharani. Halafu alimwacha, waliachana na Rihanna. Yani siku zote lazima arudi kwa huyo binti. Yani kuna kitu fulani kwa huyo binti ambacho itakuwa Chris kinamvutia. Either ni tabia, kwa sababu wanaume wanavutiwa na vitu vingi, wanavutiwa na vitu vingi kwa sababu huyu binti ni mzuri. Kwa hiyo itakuwa uzuri, na uzuri pekee yake hautoshi. Kwa hiyo itakuwa tabia yake. Yani kuna vitu vingi ambavyo itakuwa vinamvutia kwa sababu yani mara nyingi utakuta yani anaachana na Rihanna lakini hawezi kumwacha huyu binti. Yani huwa anashindwa, sijui kuna kitu gani mpaka lazima kuna vitu fulani ambavyo mwenyewe kwa huyu binti yani anaona ni pamoja na Rihanna kuwa msanii mkubwa nini, bado yani anakuja kuwa na huyu binti ambaye yani katika industry yani ndo anachipukia, yani ni mtu tu wa kawaida. Kwa hiyo unajua ni kuna kitu extra kwa huyu binti ambacho Chris Brown anakipenda, na yeye mwenyewe anakiri kabisa kwamba anampenda huyu binti. Na binti naye alisema kwamba anampenda Chris, lakini kulingana na alichokifanya binti akaona achana naye. Kwa ndo hivi, kwa wale ambao hii story mkamjisikia vizuri kiundani, ndo nimeielezea kiundani zaidi. Na huyu ndo binti hapo, mnaweza mkajionea nini. Mtoto mkali, ndo hivyo. Sasa ndo mpaka kwa sasa ieleweki kama ipo siku atarudiana au ndo kila mtu ataenda na njia yake. Sasa hivi wamejitahidi, maana hao huwa wakiachana huwa hawakai muda mrefu wanarudiana. Hii safari hii ni wamechukua muda mrefu mpaka ni watu wanaamini labda safari hii ndo wameachana jumla. Kwa hiyo ndo hivyo. Basi, kwa hiyo ndo hivyo. Leo mastori ya town ilikuwa ni kwa pande ya
nchini kwa Obama. Endelea kuwa pamoja nasi. Kuna mastori zaidi ya town yanaendelea katika channel hii. Subscribe ili usiwe unapitwa na video zozote ambazo zitakuwa zinawekwa hapa na Precious Channel, kwa sababu hapa sio mastori ya town tu, kuna vitu mbalimbali ambavyo vinawekwa na bado mambo mengine kibao yatakuja kuletwa hapa. Kwa hiyo kaa pamoja na channel hii upate mambo ile roho inataka. Haya, bye.